Hi everybody, it's Missing Ingredient and the team. So today we are going to play a game, and the game is called Never Ever. Oh my God! So swali la kwanza linasema, never have I ever acted a movie before. So mimi movie yangu ya kwanza kuigiza nilikuwa chuo mwaka wa pili. Niliigiza movie ya magonjwa, ina ugonjwa unaitwa hepatitis, and it was a beautiful movie. Iko YouTube, unaweza kuiangalia. For me, nishawahi kuigiza movie ya kwanza 2024 inaitwa Winning Love, ambayo nili act kama a woman ambaye nilikuwa sijaokoka, baadaye nikaokoka and my husband akawa ananitesa. Hiyo unaweza ukaipata YouTube, Winning Love, kwenye page au channel ya Faith Words. Ilikuwa ni ngumu sana kiukweli, ila ndio hivyo tumepambana. Mungu ni mwema, ametutia nguvu. Mambo ni mengi. Hivi unajua kuclashiwa wewe. Ila sini za kula. Sini za kula zilikuwa nyama. Asante kwa director, ametuandalia msosi mzuri. Mengine tutaongea baadaye. Vipi expectation yako ilivyokuwa mwanzo na ulivyoingia sasa ukavaa usika? Was it hard au ilikuwaje? Siwezi kudanganya. Ilikuwa ngumu kidogo, lakini kwa msaada wa walionitangulia wakanisaidia kunidirect vizuri. Naamini director alikubali kazi niliyoifanya, ndio maana kunitoa nje ya movie akaniruhusu niendelee. Najua ningeharibu. Tosha kijana. Tumemaliza. Naonekana unachangia. Naonekana unachangia. Say again. Hey. Okay, so la pili nasema hivi. Never have I ever needed a second chance like the prodigal son. Mimi I have. Nishawahi kuhitaji a second chance kama the prodigal son. Can I put cut? Mimi hapa I have needed a second chance kama prodigal son. By saying that number kwanza. No. Kwanza. Ungetakiwa uanze kujibu. Mimi first question nimeanza kujibu. A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. Sasa basi ngoja mimi nianze. Yaani utake ustake. Mimi sio tu kwamba nilikuwa nimehitaji a second chance like a prodigal son. I was a prodigal son. Baba memuli alikuwa kikaa kule anasema hiki kitoto nikifanya nini? Nikirudia mara ngapi? But tunamshukuru Mungu kwa second chance anazozitoa. Tunaporudi kwa rehema zake nyingi, kwa rehema zake nyingi, anaturejeshea amani, anaturejeshea furaha. Ya lile tumaini la kwamba nina Kristo tena ndani yangu, kuna ule upya ndani yako. It's just a blessing from God. Kwa hiyo I have needed a second chance, and Mungu amenipa a second chance for real. Wow, well Thank you Steve kwa kuset the atmosphere. Well, na mimi second chance mostly kuliko kwa wanadamu. Kwa wanadamu ndio tunahitaji, lakini kwa Mungu we need it. Yaani wakati wote. And I have been a prodigal daughter or son. Yes, kwa kumkosea Mungu, kwenda mbali na yeye, kutotaka kusikia sauti yake, lakini God's grace, the Holy Spirit ana whisper, afu tunarudi mchezoni. Some of us, I think it's not even a second chance. It's many chances. I don't know how to say it, lakini I think God has been so merciful to me. Nimekuwa mtoto ambaye ni mgumu kusikia. Although I grew up in faith, lakini kuna vitu ambavyo Mungu anakuambia Miriam, wewe unatakiwa, bado unataka kujaribu. Yaani anakuambia fanya hivi, lakini wewe hutaki, unasema mimi nafanya na ujua. So I can remember many scenarios ambayo nimekuwa nahitaji chance. Kwa hiyo honestly it's not even a single story that I can speak, because it have been a series of chances ambazo Mungu amenipa. But I'm grateful because God does not give up on us. Angekuwa anatuacha hata sisi tungeishia hapo wengine. I don't know. Unajua ujui. Ogopa.
Now this next question is sort of like chokozi. Never have I ever fall in love outside my faith. Well. Next question. See ya. Naomba niamngushe kujibu. Tuwe wa kweli hapa, umeshai kupenda usipotakiwa kupenda? Kwanza, I have a question. Outside my faith, hiyo tunaongea. My friend, you are a Christianity. Your belief system. Wewe ni Kwani akiwa nje ya dominion yangu? Huyo bado anaamini Yesu. Anamwamini Yesu. Akiwa nje ya dominion. Umempenda Buddhist. Like not a Christian. Yes. Either unbeliever au anaamini miungu. Sio lazima umtaje. Watu waanze kujidadavua. Watu wajidadavua. Already. Jibu ni tu ukweli. Nataka niseme wewe anatudanganya. Jamani. Yes, I have. Unajua nilikuwa na labda tuseme labda mimi dhehebu fulani, afu labda mtu mwingine dhehebu fulani. Nikaa naelewa. Lakini still kama ni hata nje ya dhehebu I have. Nilivyokuwa chuo, there's this kijana alikuwa anaitwa mtu fulani. Alikuwa ni Muislamu, mtu fulani. Yule kaka nilimuelewa. Alinielewa, tulielewana. Oh my God. Lakini hatujawahi kudate. Haki ya nani? Unamwapia nani sasa? Lakini hatujawahi kudate kabisa. Okay. Kwa hiyo yeah. His name is Mr. Flan. Right now he's married. Mimi nafikiri kwa upande wangu kama unavyoniona naonekana kabisa. Hivi nafikiri kuna mtu unaweza kumwacha hivi. Sasa nje ya imani yangu ni kweli. Sasa ila sikumbuki vizuri kama ilikuwa ni full in life au ilikuwa ni kupita njia. Ila ninachoamini ni kwamba namshukuru tu Mungu alinipa neema ya kutoka huko. Hakuwa mmoja, walikuwa wala hakuwa watatu. Prodigal son. You are a bad boy. You are a bad boy. You are a bad boy. You are a prodigal son. Igwe. Hey, President General. Ila cha muhimu tunamshukuru Mungu ambaye ameturejesha kondeni na ametupa wadada wazuri hapa. Who knows? Open your eyes, sir. Jesus has opened my eyes and now I see someone. Amen. Jamani, mimi I have kwa sababu wanaonijua mpaka sasa hivi watakuwa wanasema tuliona publicly. My friends, this is not a very good story. We still kuiongelea hapa, lakini I have dated someone and a very serious relationship which needed prayers to break it. Yes, that man was my friend, and honestly speaking, it wasn't easy to let go that relationship. Sababu hajawahi kunifanyia kitu kibaya zaidi ya kuwa na face tofauti. And sijui ni nini, lakini that's what it is. Kwangu mimi ni so personal this question, and it took prayers to break it out. Okay, can you tell us how did it end? It ended because this is something ambacho kiko against my faith. Kwa hiyo how did you break it? It was me now following my convictions. Ambazo nilikuwa napata kila siku kwa sababu mimi am known tangia niko zamani, I'm a child of God, everybody knows. So this had to involve people, watu walikuwa involved, maombi mengi yalikuwa involved. Yes, lakini that person is my friend and we are still friends, and though we are not talking, he's also married, but yeah. What is going on? These people are married, you know what? Right now they are married. Nyinyi mnabaki. Mimi nataka tuwe serious kwenye hili swala kwa sababu ukweli ni kwamba pamoja ni kwamba nyinyi mmepitia, sawa, labda mimi nimepitia, lakini unakuta kwamba
hata sasa hivi kuna watu ambao wako makanisani, unakutana kabisa, kuna mdada analalamika watoto wa kanisani hawamtongozi au watoto wa kanisani hawamtongozi. Mimi naomba nijibu hapo, yani niwasaidie. Akitoka tu, yani binti ametoka nyumbani ameenda kanisani vizuri, amejilemba, hamna mkaka hata mmoja. Lakini akitoka tu nje hapo anakutana na mkaka direct. Yani halembi, wewe mimi umependeza na kupenda, nataka nikuoe. Twende. Sasa mimi ngoja niseme challenge yangu ambayo nahisi labda wengi waliipata. The challenge I got, watoto ambao wako nje ya kanisani, tena especially wa mama mdogo, they are very good at loving. Wanaweza kaa hawana imani, watoto wa mama mdogo, yani they are respectful. Kwa sababu ulijikuta kwenye situation ambayo nimekutana na watoto ambao niko kwenye familia nao moja wa kanisani. They don't have manners. Yani kweli ni ambapo yani unaona mkono kanisani mnapokea neno. Kwa hiyo watu wengi nadhani hiyo inakuwa ngumu. Sio, wanaona kama vijana kutana na vijana ambao wako serious na penyewe ni changamoto. Lakini unakutana na mtu ambaye hamjui Yesu lakini ana qualities zote la imani ambayo unatamani kuwa naye kwenye maisha yako. Lakini ndio hivyo. Lakini at the end of the day we have to choose our faith, we have to choose what we believe, and I still believe good people are still there. Sema changamoto ndio hizo. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So tumalizie swali la mwisho. Sawa. Fungeje sasa? Well guys, this is very short. Yeah, about us. This is Rachel, I'm Romana, and this is Kim. As characters were missing ingredient. Now there's more to come, there's more to see. Kwa hiyo stay tuned, lakini vile vile usiache kuangalia, kulike, kusubscribe, kushare, kucomment, na kila kinachowezekana kwenye movie ya Missing Ingredient, kwa sababu you will see reality na uta reflect kwenye maisha yako, right guys? Yeah. So what is the last word ambayo tunaweza kuambia watu before we what should they expect akati wanataka kuangalia? You should expect having fun and knowing God in the movie, because there's a missing ingredient you don't know and it's in there. Yeah, kuna vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwenye movie. Zaidi sana utaona upendo wa Mungu waziwazi unavyozidika kwenye maisha ya watu. Yes. Yeah. Na mimi utajifunza jinsi gani as a woman of God you're supposed to be.